Baba, katika jina la Yesu, asante kwa siku ya leo, asante kwa neema yako, asante kwa baraka. Ninaomba kwa ajili ya anayenitazama na kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, ndani ya jina lako Yesu Kristo, kila nafsi ninaiweka katika uwepo wako, chini ya uwepo wako. Bwana, mhudumie kila mmoja sawa sawa na neema ambayo Mungu umeweka juu yangu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa mtazamaji, popote unaponitazama, jina langu ni Apostle Emmanuel Malisa, na karibu tena katika kipindi kizuri cha Uamsho wa Mwisho. Na leo ni siku ya kuombea mahitaji mbalimbali ambayo watu wametuma kupitia namba ambayo nilikuwa nimeiweka katika tangazo lilokuwa linapita. Kiukweli message ni nyingi mno. Message tulizozipokea ni maelfu na maelfu ya message, kiasi kwamba sijui nianze na nani na nimalize na nani. Lakini kwa msaada wa Bwana nimeweka katika categories mbalimbali, na yoyote ambao unanitazama, nataka nikuambie leo ni siku yako. Ni siku ambayo Mungu anaenda kugusa maisha yako kwa namna isiyo ya kawaida. Mungu anaenda kuponya maisha yako kwa namna ambayo sio ya kawaida. Na changamoto yoyote ambayo unaipitia, niamini mimi kwamba leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Lakini kabla sijaanza maombi, na wewe ambaye unanitazama pengine ni mara ya kwanza, karibu katika madhabahu ya Nyumba ya Maombi Tanzania. Ndiyo huduma ambayo Mungu amenipa na nisimamia mimi, Apostle Emmanuel Malisa. Lakini sio hivyo tu, nikukaribisha katika mwezi mpya. Ni mwezi wa 6. Watu wote ambao mmezaliwa mwezi wa 6 mna neema kubwa na baraka kubwa, na ningependa nizungumzie namba 6 kwa kifupi, alafu tuingie kwenye maombi. Maana ya namba 6 kiroho ina maana gani? Kiukweli namba 6 inamaanisha ni namba ya mwanadamu. Namba ya mwanadamu, namba inayohusiana na maisha ya mwanadamu, kwa sababu ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inazungumza na inasema siku ya 6 Mungu alipokuwa anaumba, alimuumba mwanadamu, na alisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Na ukisoma Mwanzo 2 mstari wa 7, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo namba 6 ni namba ya uumbaji. Namba ya uumbaji. Kuna 4 element za uumbaji ambazo Mungu alizitumia kwa ajili ya kuiumba mbingu na nchi. Element number 1 ni element ya maji, ya pili ni ya udongo, ya 3 ni hewa, na ya 4 ni ya moto. Umeelewa? Sasa Biblia inazungumza katika kitabu cha Mwanzo kwamba Mungu alifanya mtu kutoka katika mavumbi. Tuone katika kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari wa 1, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. So kabla ya chochote neno lilitangulia. Kwa ni kama kusema ya kwamba Mungu alivyochukua udongo, alichukua neno. Alichukua neno akamuumba mwanadamu. Kwa tafsiri nyingine, mwanadamu ni product ya neno la Mungu, kwa sababu neno lilitangulia kabla ya udongo. Neno lilitangulia kabla ya mbingu na nchi. Kwa hiyo vitu vyote vilitoka katika neno la Mungu. Ukisoma hii Yohana mlango wa 1 mstari wa 3, Biblia inasema vyote vilifanyika kwa huyo. So that means mwanadamu hakuumbwa kutoka katika udongo, kwa sababu udongo ulitokana na neno. Basi udongo ni product ya neno la Mungu. Kama udongo ni product ya neno la Mungu, basi mwanadamu alifanywa kutoka kwenye neno la Mungu. Hivyo naweza kusema mwezi wa 6 au namba 6 ni matokeo ya neno la Mungu. So wewe ni product ya neno la Mungu. Wewe unayenitazama ni neno la Mungu linaloishi. Kama unanielewa sema amina. Bwana asifiwe sana. So namba 6 ni product ya neno la Mungu. Mtu ni product ya neno la Mungu.
ni matokeo ya udongo, manake udongo ni neno, ni element of creation. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaona katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, kisoma Mwanzo 1 mstari wa 28, Biblia inasema Mungu akawabarikia. Namba 6 ni namba ya baraka. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Namba 6 ni namba ya uzao na maongezeko. So mtu yote ambaye umezaliwa mwezi wa 6 au mtu yote ambaye umeingia mwezi wa 6, nataka nikutamkie roho ya maongezeko na roho ya uzao. Ukiona maisha yako hayana maongezeko, ukiona maisha yako hayana uzao, jua shetani alishaiba uwezo wa wewe kuzaa na kuongezeka. Lakini leo kwa neema ya Mungu katika mwezi wa 6, ninatamka roho ya maongezeko na roho ya uzao ijilie maisha yako na hatima yako. Na maisha yako yaanze kuwa na ladha, maisha yako yawe na maongezeko na uzao katika jina la Yesu. Kila eneo ambalo halina uzao in your life, Mungu wa mbinguni akalifanya liwe na uzao na maongezeko kuanzia sasa. Lakini Biblia inasema Mungu alipomfinyanga mwanadamu kutoka katika mavumbi ya nchi, alimpulizia pumzi ya uhai. So that means namba 6 imebeba pumzi ya uhai. Chochote ambacho kimepoteza uhai kwenye maisha yako, mwezi wa 6 nakitamkia uhai tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Iwe ni ndoa, iwe ni maisha, iwe ni biashara, iwe ni kazi, chochote kilichopoteza uhai na ambacho hakina maana, kikawe na maana na kikawe na uhai tena, in the mighty name of Jesus. Kama ni wewe ukisema amina kubwa, inatokea haraka kwako in Jesus mighty name. Kwa hiyo nataka nizungumze nini? Nataka nizungumze kwamba namba 6 ni namba ya kumiliki na kutawala. Kwa sababu Mungu alisema mkamiliki na kutawala viumbe vyote vya bahari na vyote vilivyo nchi kavu na angani. Kuna watu mmepoteza neema ya kumiliki na kutawala. Lakini siku ya leo katika maombi haya, usiku huu au muda huu unaponitazama, neema ya kumiliki na kutawala ikakurejee tena in the mighty name of Jesus Christ. Katika madhabahu yetu na huduma yetu, mwezi wa 6 ni mwezi wa malaika. Ni mwezi ambao Mungu anatupa ladha ya kiungu. Maisha yaliyopoteza ladha yanakuwa na ladha tena. Kwa nini ni mwezi wa malaika? Kwa sababu katika kitabu cha Waebrania mlango wa 1, fungua na mimi Waebrania mlango wa 1 mstari wa 14, Biblia inazungumza, inasema, je, hao wote si roho watumikao? Hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu? Malaika kazi yao ni kututumikia sisi ambao tumeitwa, tumekuwa urithi wa wokovu ambao Mungu ametupa sisi. So ukisoma katika kitabu pia cha Zaburi, namaliza Zaburi ya 91, namaliza tuweze kuingia kwenye maombi. Zaburi ya 91 mstari wa 11 na 12, Bible inasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake, atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mwezi wa 6 Mungu anaagiza malaika zake wakulinde katika njia zako zote, iwe ni kazini, iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye chochote unachokifanya. Ni mwezi wa malaika kukutumikia. Ni mwezi wa malaika kurahisisha mambo yaliyokuwa magumu yawe mepesi kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 12 anasema, mikononi mwao atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kila mtego wa adui uliotegwa mwezi wa 6, ambao unafananishwa na jiwe likwazwalo, jiwe linaloleta makwazo kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye mahusiano, kwenye afya, malaika wa Bwana watahakikisha jiwe hilo halina nguvu mwezi wa 6, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami ninaomba neema ya Mungu ikufunike. Neema ya Mungu ilete ladha ya kiungu kwenye maisha yako. Kila ambacho adui amekiharibu, amechinja, ameiba, kikarejee kwa wepesi na kwa haraka in the mighty name of Jesus Christ. Kama unaniamini na umepokea, sema amen. Mwezi wa 6, wewe uliyezaliwa mwezi wa 6 una baraka
ni mwezi wa kibali, mwezi wa neema, ni mwezi wa creation, mwezi wa uumbaji. Kila ambacho hakijaumbika sawasawa kwenye maisha yako, ujue kabisa kwamba mwezi huu Mungu anaachilia neema ya kuumba upya katika jina la Yesu. Maisha yako yakaumbike upya, biashara yako ikaumbike upya, au ukoo wako ukaumbike upya. Chochote ambacho kimeingiwa na uharibifu wa kipepo, wa kishetani, wa laana, kikaumbike tena upya katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ikupeleke katika bustani ambayo uliumbiwa ya hatima yako, bustani yenye matunda mazuri, yenye matokeo mazuri. Chochote adui alichokizuia, mwezi wa 6 kinaondolewa kwa haraka, kila kizuizi cha adui, in the mighty name of Jesus Christ, amen. Sasa tuende katika maombi ya leo. Message nyingi ambazo nimezipokea katika namba ya huduma ambayo wana wa Mungu umetuma message zenu. Kuna watu ambao wanazungumza kwa habari ya addiction, wengine wanasumbuliwa na masturbation na vitu vingine vibaya. Shetani katika kitabu cha, nataka unielewe kidogo kabla tuanze kuomba. Fungua na mimi Yohana 10:10. Biblia inasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na hoteli. Kazi ya shetani ni kuharibu, ni kuchinja, ni kuiba. Kitu ambacho nataka nikuambie wewe ambaye una tatizo la aina yote, either ni la pombe, either ni la masturbation, either wherever, chochote ambacho kina kusumbua, tabia huwa inabomolewa kama ilivyojengwa. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu pepo au roho ya pombe au yoyote ya tabia yoyote chafu ya matendo ya giza, nikikemea hapa itakuachia kabisa. Hautasikia tena kiu ya madawa ya kulevya, hautasikia tena kiu ya dhambi ya aina yoyote. Ila usiporekebisha tabia yako, ile roho ina uwezo wa kurudi na hali yako ya sasa ikawa mbaya kuliko ile ya kwanza. Watu wengi roho nyingi huwa zinawaachia, za pombe, za aina yote za tabia mbaya, za ulevi, za kila aina ya uchafu unaojua, ila huwa hawaachi kwenda mazingira yale yale, hawabadilishi tabia zao. Sasa ninapokuombea, hakikisha kwamba unabomoa ile tabia, na ikiwezekana naomba nikuunge katika grupu langu la maombi, grupu la huduma ya maombi, ili niwe ninakuongoza maombi mara kwa mara na kukupa mistari na vipengele vya kuingia kwenye maombi, ili hiyo roho au hiyo tabia isirejee tena kwenye maisha yako. Sasa kama ungependa nikuunge kwenye grupu la WhatsApp la maombi la huduma, utatuma message kwenye hiyo namba, niambie Apostle, naomba uniunge. Kwa wale watu tu ambao wana WhatsApp, kama una smartphone na ungependa nikuunge kwenye hilo grupu, naomba ufanye hivyo. Sasa nisikilize, tunaenda kuomba, na ningependa nabidi uombe kwa imani, kwa sababu chochote ambacho kinakusumbua sasa hivi kwa Mungu kinawezekana kabisa, na tunaenda kulitumia neno la Mungu kuomba na wewe, na tatizo lolote unalolipitia litaondoka. Biblia inasema katika Yohana 15:7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 14 na 15, na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Kwa nani? Kwa Kristo Yesu, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Manake kila unachomuomba Mungu, kama anakusikia, basi anajibu. Iwe una ugonjwa, iwe unateseka kwa aina yoyote ile, iwe ni changamoto unapitia, nataka nikuambie inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema ya kwamba katika Yohana 10:10, mwivi anakuja kufanya mambo. Huduma ya shetani ni ya kuiba, kuchinja na kuharibu. Kila kilichoibiwa, kila kilichochinjwa kwenye maisha yako, kila kilichoharibiwa na kuibwa kinaenda kurejea muda huu. Kwa nataka usogee karibu na TV yako,
Popote unapotutazama, iwe ni simu, iwe ni chochote unachokitumia, inua imani yako na unganisha moyo wako na mimi. Kwa nini mwana wa Mungu? Kwa sababu Zaburi ya 60 mstari wa 12 inasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Inawezekana kuna mtesi ameinuka kwenye maisha yako, mtesi madeni, mtesi magonjwa, mtesi kukataliwa, mtesi kutengwa, mtesi magonjwa na aina yoyote ile ya aina ya mtesi. Kwa neema ambayo Mungu amenipa, nataka nikuambie mtesi huyo anaenda kuondoka. Kwa nini? Ndani yetu tumewekewa roho ya kutenda makuu katika jina la Yesu Kristo, na unaenda kupona katika jina la Yesu. Jambo la kufahamu wakati unaingia kwenye maombi, nataka ukae katika mkao wa maombi. Cha kwanza, neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni nyundo. Neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni nyundo. Yeremia 23:29, nataka nikupe maandiko ya kutosha ili tunapoomba ujue tunasimamia andiko lipi. Je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Nataka nikuambie tatizo linalokusumbua linavunjwa vipande vipande. Sasa popote ulipoomba na mimi kwa imani, nitakuwa na kuongoza kipengele kimoja baada ya kingine, na wewe utaomba na lile tatizo ambalo umetuma message yako. Sasa kuna watu wametuma message, wako Dar es Salaam, wengine wako Singida, wengine wako Mwanza, wengine wako na wengine wengi wanatazama kupitia kingamuzi cha Azam, na wengine Star Times, na wengine kupitia simu zao, na wengine mitandao YouTube wamekuwa wakitufuatilia, wengine Facebook, lakini kutoka mikoa mbalimbali. Nimeshangaa kuna watu wanatazama kutoka Kongo, kuna watu wanatazama kutoka Kenya, kuna watu wanatazama kutoka Malawi na Zambia, kuna watu wanatazama kutoka Canada, kuna watu wanatazama kutoka South Africa, na wametuma message wakisema, Apostle, naomba utuombee. Na mimi niko hapa sasa. Unganisha moyo wako na mimi, imani yako na mimi. Kile ambacho kimekuwa kikikutesa, wengine ni watoto waliopotea, wengine wamezao wameingia kwenye madawa ya kulevya na ulevi uliopindukiza, wengine ni ndoa, wengine ni biashara, wengine ni kazi, umekuwa mkitafuta kazi na mpate. Kwa neema ya Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, kila ambacho kimekutesa kwa muda mrefu, sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninavunja kila mpango wa kishetani kwenye maisha yangu. Ivunjike katika jina la Yesu Kristo. Sema, ivunjike katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango mibaya, kila nguvu mbaya, kila roho zilizotumwa za mashetani kwenye maisha yangu, saa hii kwa jina la Yesu Kristo, ivunjike haraka, in the mighty name of Jesus. Kila aina ya balaa, kila aina ya mikosi, kila aina ya roho zilizotumwa kutoka kwenye malango ya kuzimu, kutoka kwenye mashimo ya kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, vunjika. Piga makofi yako, sema vunjika kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninalituma neno la Mungu kama nyundo, kuvunja kila roho, kuvunja kila madhabahu, kuvunja kila laana, kuvunja kila aina ya mateso, magonjwa, kukataliwa, mikosi, balaa, kukosa kazi, kukosa uzao, in the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo, popote unaponitazama, nguvu hii kujilie hapo nyumbani, hapo kazini, popote. Neema ya Mungu aliye hai ikukuse, ikukuse. Wewe ambaye huoni na unasikia, macho yako yafunguke right now, in the mighty name of Jesus. I command in the mighty name of Jesus, upewe kuona, upewe kusikia. Kama uko na kiziwi asikii, weka vidole vyako kwenye masikio kwa imani sahihi katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru masikio yasikie, ninaamuru masikio yasikie. Sikia kwa jina la Yesu. Pepo kiziwi na bubu, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kama ni kiwete, umekalia wheelchair, au uko kitandani, au uko hospitali, naamuru mifupa yako sahihi ipokee nguvu. Kila kifungo katika
katika kwa jina la Yesu, katika kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya madhabahu iliyokushikilia, madhabahu ya familia, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya kale iliyokuweka kiwete, iliyokufanya upate sukari ama pressure ama stroke, right now be healed in the mighty name of Jesus. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Inuka hapo kitandani, inuka hapo kwenye wheelchair, inuka kwenye vifungo kwa jina la Yesu. Vifungo, sikia neno la Bwana katika. Pointi namba 2. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Tunapoendelea na haya maombi, nataka ni kuongoze katika vipengele vya maombi, lakini na neno kufatana na neno la Mungu na unafunguliwa. Waebrania 4:12. Waebrania 4:12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sema, Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, kila enzi, sema kila enzi au ufalme au mamlaka au wakuu wa giza na mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho walio kinyume na hatima yangu, na watangazia hukumu leo katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Anza kupiga makofi na uombe. Kila enzi, kila mamlaka, kila wakuu, kila mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho, wanaoniletea magonjwa, wanaoniletea ndoto mbaya, wanaoniletea fedheha, wanaoniletea umaskini, chuma ulete kwenye kazi zangu, kila ninachogusa akiendi, in the mighty name of Jesus. Natangaza hukumu kwenye maisha ya mtu anayenitazama. Nyumbani kwako natangaza hukumu. Kila roho za mateso, kila roho za kichawi wanaowangia kwenye kazi, kwenye ndoa, mafarakano, magomvi, kila aina ya mateso, in the mighty name of Jesus, ninavunja hizo roho, nazidondosha, nazitawanya, nazipiga by the fire of the Holy Spirit. Kila nguvu ninaituma, ninaiharibu, ninaing'oa kwenye mipaka ya nyumba yako. Kila kilichochimbiwa kwenye ardhi yako, malango yako, mji wako, biashara yako, hiyo roho ninaichimbua, ninaipiga, ninaiparalyze in the mighty name of Jesus. Upanga wa Bwana ukapite, na mtuma malaika wa Bwana, malaika mpiga upanga, katia mbali kila roho, kila nguvu, kila mamlaka in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Omba hapo ulipo, usichoke. Kama umelala inuka, kama uko kitandani simama, katika jina la Yesu. Angusha kila madhabahu, angusha kila uchawi, maneno waliyosema njia panda wakikuloga, kila walichokisema sirini na wazi, popote walipo, iwe angani, iwe ardhini, iwe kwenye maji, kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wafuatie, pomosha, haribu, kemea, vunja in the mighty name of Jesus. Natangaza ukombozi, natangaza kuachiliwa, natangaza neema in the mighty name of Jesus Christ, kwa jina la Yesu Kristo. Toka haraka, toka haraka, toka haraka, toka haraka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Sema, Baba Mungu, neno lako linavunja kila malango, kila giza, linaondoa balaa. Ninalituma neno lako juu ya kila aina ya giza, giza la kichawi kwenye maisha yangu, giza la maneno mabaya, giza la watesi, giza la kikao chochote cha kiganga au cha kichawi kilichopokea jina langu na wakaapa kunimaliza, kuniua. Kila mipango mibaya ya mauti kwenye maisha yangu yaondolewe kwa jina la Yesu. Na wasambaratisha waliokaa kinyume na hatima yako, watawanye sawasawa na Isaya 54:15 kwa jina la Yesu Kristo. Tawanyika, tawanyika, potea, potea. Sasa hivi natangaza nuru ya Kristo, naituma nuru ya Kristo
Naituma nuru ya Kristo nyumbani kwako. Naituma nuru ya Kristo kwenye maisha yako. Naituma nuru ya Kristo kazini, ukapate kazi wewe unatafuta kazi, ukawe mzima wewe ulio mgonjwa, ukafunguliwa uliyefungwa kwa haraka katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Baba, ninakushukuru maana imekuwa na imefanyika. In Jesus mighty name. Tunaenda kipengele cha 3. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa. Imeandikwa katika Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Narudia tena. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Unajua kwa nini unateseka? Kwa sababu hukulituma neno la Mungu kwenye maisha yako. Hukutuma neno la Mungu likutangulie. Sasa tunapoomba katika kipengele hiki, tunalituma neno la Mungu liondoe giza, liondoe kila uchafu, liondoe kila balaa kwenye maisha yako. Iwe ni masturbation, uko addicted. Kuna watu wengine wako kwenye mahusiano yasiyo rasmi, mahusiano mabaya. Kuna watu wengine wamezungukwa na marafiki wabaya. Neno la Kristo liwamulike wote waliogizana, wanaopanga mabaya kwa ajili ya hatima yako. Wawekwe hadharani ili wajue na wasambaratishwe na mipango na mikakati yao miovu. Haitafanikiwa wala haitakuwa. Sema, Mungu Baba, ninalituma neno lako kama mwanga na taa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Naweka malaika mlinzi. Sema, naweka malaika mlinzi mbali na kila matendo mabaya yanayotendeka kwa siri kwa ajili ya maisha yangu. Malaika wa Bwana azuie matendo mabaya yanayotumika kwa siri, yanayotengenezwa kwa siri, yanayofanyika kwa siri kinyume na hatima yangu katika jina la Yesu. Kinyume na familia yangu, kinyume na kazi yangu, kinyume na huduma yangu, kinyume na ndoa na uchumi au elimu ya watoto katika jina la Yesu. Sema, hayatafanikiwa, hayatakuwa, hayatasimama. Sawa sawa na Isaya 7:7. Maneno yao hayatakuwa katika jina la Yesu. Viapo vyao havitafanikiwa. Sadaka zao mbaya za waganga, za wanyama, za watu, damu zilizomwajika ili kufunga familia yangu, kufunga ndoa yangu, kuleta mitafaruko. Nuru ya Kristo ikaangaze retina. Nuru ya Kristo ije nyumbani kwako, kwenye mji wako. Magonjwa yakimbie, magomvi kwenye ndoa yaondoke, kutokuelewana, kila aina ya msiba ulioandikwa, kafara iliyoandikwa, nuru ya Kristo iondoe. Neno la Kristo kama taa liondoe. Yoyote anayepita kwenye barabara ya mateso, kwenye njia ya mateso yenye mashimo mabaya, mitego mibaya, tunaipiga kwa jina la Yesu. Kila mitego tunaitegua, mashimo tunafukia. Kila kilichopangwa hakitafanikiwa inji. Tunaenda pointi namba 4. Pointi namba 4. Neno la Mungu ni kioo. Yakobo 1 utaenda kusoma kwa muda wako. Inasema lakini Yakobo 1:22 hadi 25. Lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kikamilifu au kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Nataka tukavunje kila vioo vya kipepo vinavyotumika kukumulika katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu Kristo, natumia mamlaka ya neno. Sema, natumia mamlaka ya neno lako kubamiza, kuangamiza vipande vipande vioo vyote vya kipepo ambavyo adui anavitumia kufuatilia maisha yangu, maendeleo yangu, baraka yangu katika jina la Yesu. Na vyote nilivyo navyo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Sema, kila kioo kinachotumika na mapepo, kinachotumika na wachawi, kinachotumika na roho za familia za kale kufuatilia maisha yangu, baraka zangu, ndoa yangu, hatima yangu, biashara yangu, uchumi wangu, katika jina la Yesu, huduma yangu, kila
kila roho, kila maagent, kila vyumba vya kuzimu vyenye antena vinavyonimulika, vyenye makamera, vyenye satellite za kipepo, nazivunja, nazipasua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hamtaniona tena. Kila roho inaandika taarifa zangu na kupeleka kwenye vyumba vya mapepo kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo. Hizo roho, malaika wa Bwana, haribu hizo madhabahu, katia shingo zao chini, na zitawanywa kuanzia leo. Roho za hofu zinazotumwa kutoka kuzimu kwenye vyoo vya kuzimu ili kuletea hofu, nazipiga, nazikataa, naweka mpaka wa damu ya Yesu. Kuanzia leo hamtaniona kwenye rada zenu, kwenye vyoo vyenu. Kuanzia leo kila kioo cha mauti kilichokuwa kinanifuatilia ili kiweke ajali ya bodaboda, ajali ya magari, ajali ya mabasi, ajali ya ndege, ajali ya meli, ajali ya watembea kwa miguu, ajali ya kuangukiwa na nyumba, ajali ya kuangukiwa na miti au vitu vizito, au kupigwa kwenye choo unapenda kuoga. Kuna watu wanaanguka, wana paralyze kwenye vyoo. Napiga pepo makata, Beelzebuli, pepo aina yote, Maimuna, Subiani, in the mighty name of Jesus. Achia huyo mtu, huyo roho inayomfuatilia mtu, roho ya mauti, anaota watu waliokufa. Mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. Katika pomoka kwa jina la Yesu. Natangaza uhuru, natangaza kufunguliwa, natangaza neema. Kuanzia leo mtego uliowekwa bafuni, uliowekwa chooni, uliowekwa nyumbani, uliowekwa kwa zini, na utegua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Rakobali kata sakalamandere bakuja, lapo sakalamanda, kurazima anta, kila kioo kinapasuka, kila aina ya roho ya majini iliyokuwa inakufuatilia inakwisha. Tunaenda pointi namba 5. Neno la Mungu ni kama maji. Neno la Mungu ni kama maji. Neno la Mungu ni kama maji. Angalia na mimi katika kitabu cha Kutoka. Mwana Mungu, hili andiko nalipenda sana. Kutoka 15 kuanzia mstari wa 4 na 5. Magari ya Farao na jeshi lake wametupwa baharini. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Yoyote ambaye anakufuatilia leo, tunawazamisha katika bahari ya Shamu. Naamuru bahari ya kimbingu ifunguke, imeze watesi. Angalia mstari wa 5. Vilindi vimewafunikiza, wamezama vilindini kama jiwe. Yoyote ambaye ameinuka kinyume na wewe, tunamzamisha kwenye vilindi vya damu ya Yesu kama jiwe. Wamezwe kwa haraka, wapotee kwa haraka. Walio watesi wa watoto wako, watesi wa hatima yako, watoto wako watafanikiwa, nyumba yako itafanikiwa, biashara yako itainuka, maana watesi wamezamishwa katika bahari ya kiungu kama jiwe. Yoyote anayekutesa, namzamisha kama jiwe. Sema azame kama jiwe, azamishwe kama jiwe. Iwe ni mchawi, sema azame kama jiwe. Kama ni mapepo, yazame kama jiwe. Magonjwa yazame kama jiwe. Kila aina ya balaa na mikosi yazame katika jina la Yesu Kristo. Sema Baba, katika jina la Yesu natuma maji ya Bwana, maji ya Bwana kuzamisha maadui, mafarao wote walio kinyume na maendeleo yangu, Mayezebeli, madhabahu za giza, Magoliati yaliyoinuka kazini, kila aina ya roho, Magoliati wote katika jina la Yesu Kristo. Na wote ambao wanafuatilia maisha yangu, wazame katika jiwe, wazame katika bahari kama jiwe, in the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu Kristo. Kila kinachonitesa kama mafarao,
walivyozama katika bahari ya Shamu. Bwana Yesu, wazamishe wachawi wa mtaani, madhabahu za kipepo za mtaani zinazokutesa, zinazokutokea usiku, wawangaji, kila aina majenti, marafiki wabaya walio na nia mbaya kwenye maisha yako, na wazamisha kwenye bahari kama jiwe, wamezwe kwa haraka. Natangaza kufunguliwa kwako, natangaza amani, natangaza kibali, natangaza kuinuka, natangaza uponyaji. Receive power. Kila kifungo cha familia, kila laana ya familia izame kama jiwe, izame kwenye bahari ya kiungo kwa jina la Yesu, na ipotee na isikutese tena, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Rakubrado shalamandere bakaya, kubredo shalamando lakazo balikatoskapa shakalamandere bakaya, parezubrila kubra antalamando sakalabakaya rezoma antalamandere bakaya. Kipengele cha 6 na cha mwisho, neno la Mungu ni dawa. Imeandikwa katika Zaburi ya 107 mstari wa 20, hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Hulituma neno lake, huwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nasimama kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya ukoo wangu, kwa niaba ya hatima yangu, kwa niaba ya huduma, kwa niaba ya karama, kwa niaba ya familia, watoto, ndugu zao wangu. Nasimama nao Bwana kwa imani. Kila aina ya magonjwa, kila aina ya watesi, kwa neno lako kama dawa, maana wewe ni mponyaji. Madaktari wanatibu, ila Mungu unaponya. Ponya tatizo langu. Huu ni msiba umetusumbua kwenye familia kwa muda mrefu Bwana, lakini nalituma neno lako Bwana, ukatuponya katika maangamizo ambayo yametutesa kwenye mji wetu, kwenye familia yetu, kwenye huduma Bwana. Tunamuombea hata mchungaji wetu, mwinjilisti wetu, tunaombea Bwana mtume na nabii, tunaomba kwa ajili ya mwalimu uliyetupa Bwana, tunaomba kwa ajili ya wote waliovamiwa na mateso ya aina yoyote. Tunasimama Elohim, kila msiba ukakomeshwe, kila maangamizo yakaondolewe, kila aina ya mateso yakaondoke. Mateso yaliyonitesa, kifungo cha masturbation, kifungo cha ulevi, aliyepotea patikane kwa jina la Yesu Kristo. Roho inayoharibu familia, roho inayoharibu watoto, roho inayoharibu kizazi chetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunasimama katika mlima Sayuni, tunagonga malango ya hekalu la Bwana na tukapate msaada, maana imeandikwa, ulituma neno lake na kuwaponya na kuondoa katika maangamizo yao yote. Bwana, nalituma neno lako, kila maangamizo, kila gharika la maangamizo kutoka kuzimu kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya hatima zao, liondolewe, lifutike kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila aina ya uteka ukakomeshwe, na muombe aliyetuma mahitaji, neema yako imguse, neema yako ifungue, neema yako iminue. Kila kifungo, kila gereza, pasuka kwa haraka, pasuka kwa haraka. Mapepo toka, majini toka, kila ndoa ya kipepo, majini mahaba, ndoto mbaya, kila aina kulishwa vyakula vibaya, ndoto za mauti, potea kwa jina la Yesu, potea kwa damu ya Yesu, potea haraka kwa jina la Yesu. Natamka jina lako, tamka jina lako. Unavyotamka jina lako, unafunguliwa kwa haraka. Popote ulipo unapotazama, sema jina langu ni fulani, nami natamka hilo jina lifunguliwe, maisha yafunguliwe, hatima ifunguliwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, asante, maana neno lako ni amini na kweli, na wewe umetenda. Ondoa kila aina uchungu, ondoa kila aina ya masononeko, ondoa kila aina ya gharika la mateso kwenye maisha ya watoto wako, in the mighty name of Jesus Christ, amen. Mpendwa unayenitazama, naamini kabisa umebarikiwa na maombi ya leo na kipindi cha leo. Yoyote uletuma message, nataka nikutangazie imekwisha. Imekwisha. Uwe na amani kuanzia leo.
Na kama hujaokoka, mpe Yesu maisha yako. Lakini nataka uchukue sadaka yako sahihi. Tuma hiyo sadaka sasa hivi, sadaka ya kusindikiza maombi haya. Kile ambacho Mungu atakuwekea moyoni mwako sahihi, naomba utume. Sadaka yako inatusaidia sisi kuweza kulipia vipindi hivyo. Sadaka yako hii inatusaidia sisi kuweza kununua vifaa mbalimbali vilivyo bora zaidi, ili matangazo haya na kipindi hiki kiweze kukujilia. Huduma yetu bado ni changa. Huduma yetu bado inakuhitaji. Wewe ambaye unanitazama sasa hivi, tunahitaji tununue kamera, kwa sababu hapa tulipo tunarekodia simu, ambayo kiukweli tunatamani tuwe na kamera nzuri, tuwe na taa, tuwe na kompyuta, tuwe na vitu vingine ambavyo vitatusaidia sisi kuweza kurekodi matangazo haya kwa viwango vikubwa zaidi. Kwa popote unaponitazama, pengine Mungu ameweka mzigo ndani yako na unawiwa kutoa sadaka yako ili next kipindi kinachokuja tuwe tumekirekodi katika ubora mzuri, basi tuma sadaka yako kwa namba unayoiona hapo, na sadaka hiyo itatusaidia sisi kuboresha, lakini kulipia vipindi hivi ambavyo tunalipia kila mwisho wa mwezi. Mungu wa mbinguni akubariki. Naamini umepona, naamini umefunguliwa, naamini umefurahia wema wa Bwana katika maisha yako. Jina langu mimi naitwa Apostle Emmanuel Malisa, wa huduma ya madhabahu ya maombi kwa mataifa yote hapa Tanzania. Tunapatikana wapi? Kiboriloni, Moshi Kiboriloni kwa sasa, nyuma ya sekondari ya Kiboriloni. Kwa hiyo unaweza ukapiga hiyo namba na tukakuagizia namna kuweza kufika kwenye madhabahu yetu. Kumbuka nimesema huduma bado ni changa, ndio inakuwa, na ninakusii kwa sababu tuna uhitaji wa vitu vingi. Naomba utume sadaka yako kwa moyo mkunjifu. Mungu wa mbinguni atakubariki. Unaweza ukatuma chochote. Kama ungependa kupanda mbegu yako kama partnership, unaweza ukatuma tu mbegu yako nzuri na kile ambacho Mungu ataweka moyoni mwako. Nataka nikubariki. Baba, katika jina la Yesu, naombea wote wanaotuma sadaka zao, neema yako Mungu ikawaguse kwenye biashara, kwenye uchumi. Wengine wamesema Mungu wanapotuma sadaka hiyo wakumbuke kwenye madini wanayochimba, wakumbuke kwenye biashara. Wengine hawana kazi, wape kazi. Wengine hawajaolewa, waolewe. Wengine Bwana wako katika hali ya msiba na matatizo mbalimbali. Naamini kwa maombi haya Bwana umewaponya na kuwatoa katika maangamizo yao yote. Neema yako hii Mungu isiwache wala kuwapungukia. Katika jina la Yesu, ubarikiwe kazini, ubarikiwe utokapo na uingiapo, ubarikiwe unapolala na unapoamka. Kibali kikawe jina lako. Na mwezi huu, kwa sababu ni mwezi wa ladha ya kiungu, mwezi wa malaika, maisha yako yabarikiwe. Shalom. TZ Gospel TV, waabuduo harisi.